Asanteni kwa utoaji mzuri. Sasa nawakaribisha kwa ajili ya kuingia kwa kipindi cha music ili tuweze kujifundisha. Na kwa wale ambao tunazidi kuwakumbusha kwamba inahitajika unakuwa attentive. Kuwa attentive ni kwamba simu yako unaiangalia iko on mode gani, iko silent ama iko ringing ama iko on. Isichukua attention yako. Jambo unalojifundisha hapa ni jambo la msingi sana ambalo litakusaidia. Anatumai mwalimu yuko tayari. Acha tuweze kumkaribisha. Asante. Hamjambo watu wa Mungu. Tumejaa Yesu waje. Hamjambo tena. Hatujambo Yesu waje. Nafikiri jana tulipokuwa tukizungumza, nafikiri tulielewa mambo mengi ambayo tunafaa kuwa tukielewa. Leo ningependa tuweze kufanya overview ili kesho tutaingia kwa mambo mengine, tutaingia kwa media. Kwanza kesho tunataka tudili na media. Mungu akitujalia, kama sababu tutakuwa na lesson, tutaguzia kitu kingine tofauti kidogo. Lakini kwa sababu naona leo ningependa tuangalie overview. Na tukiangalia overview, kuna vitu kadhaa ambazo tunataka tuangalie. Kwa sababu nyimbo, tunapoangalia nyimbo iko na mpangilio kama tulivyosema jana. Na kama nyimbo ziko na mpangilio, inamaanisha kuna mambo mengi ambayo tunafaa kuwa tumeyasoma ili tuweze kuelewa kusudi la Mungu. Kwa sababu kwa mfano, mtumishi nisomee Danieli 3. Danieli 3 anzia mstari wa kwanza. Danieli 3 anzia mstari wake wa kwanza. Danieli 3 mstari wake wa kwanza inasema, pumzi ya Mungu inasema Danieli 3 kwanza, Nebukadneza inasema Nebukadneza alifanya nini? Mfalme alifanya sanamu ya dhahabu. Nebukadneza alitengeneza sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60. Na upana wake ni dhiraa 6. Upana wake dhiraa 6. Akaisimamisha katika uwanda wa Dura. Akasimamisha katika uwanda wa Dura, katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadneza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadi na watunza hazina na waziri na wakili na wakuu wa wilaya zote ili wahudhurie wakati wa kuzindua ile sanamu. Kumbe wakati sanamu inasimamishwa, wakuu ndio wanaitwa. Watu wa kawaida hawaitwi, wakuu pekee yao ndio wanaitwa. Alafu wakiitwa nini inafanyika? Mfalme Nebukadneza aliyosimamisha ndipo maamiri na manaibu na maliwali na makadi na watunza hazina na waziri na wakili na wakuu wa wilaya zote wakakusanyika ili kuisundua ile sanamu.
Mfalme Nebukadneza alipoisimamisha, wakasimama mbele ya ile sanamu. Wanasimama mbele ya sanamu. Mfalme Nebukadneza aliyoisimamisha, alafu ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema. Kumbe kuna mtu ambaye anapatiwa kazi ya kupiga mbiu. Endelea. Ndipo mpiga mbiu akapiga kelele akisema, enyi watu wa kabila zote na taifa na lugha. Enyi watu wa taifa zote na kabila zote na lugha. Mmeamuliwa hivi, wakati mtakapoisikia sauti ya panda. Sasa hiyo ni mstari wa 4. Ikifika mstari wa 4 inatuambia, rudia tena. Inaendelea ikisema, inasema wakati mtakapoisikia sauti ya panda. Wakati watu watakaposikia sauti ya panda na vilimbi na kinubi na zeze na santuri na sumari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuabudu sanamu ya dhahabu. Lazima kuanguka na kuabudu sanamu ya dhahabu. Sasa swali ni moja. Hii wiki tumekuwa tukiangalia kwa hekalu, kuna vitu ambazo zimekuwa zikitumika katika hekalu. Kwa hekalu kuna zana za muziki ambazo zilikuwa zinatumika. Na tukiangalia tukifuata Danieli 3, mingi ambazo zimetajwa hapo haziko, na wanasema namna zingine zote za ngoma. Na hizo zana zote za ngoma zinatumika kabla ya kufanya nini? Kuinamia sanamu. Wanaambiwa wakisikia hiyo sauti wainame na kuiabudu sanamu ya dhahabu. Na kuiabudu sanamu. Hiyo inamaanisha kila wakati wimbo yote tunaweka ambayo iko na asili ya kiungu, lazima ina affect our emotions, ina affect our bodies, ina affect kila kitu, ina affect everything. Sasa wacha tuendelee. Hapa naona inaonekana kabisa projector yangu tayari kidogo, lakini tutaendelea bila projector kwa sababu kuna vitu ambavyo ningependa tuangalie, lakini naona ni kama haitawezekana. Wacha tuendelee tu. So tunaangalia, tunaona wakati sanamu inazinduliwa, nyimbo zinawekwa kipaumbele. Nyimbo zitakapoimba kumbe nyimbo inatumika kabla ya uzinduzi wa sanamu na kabla ya watu kuambiwa wainamie sanamu. Kumaanisha nyimbo iko na uhusiano na kiungu, kama nyimbo zinatumika kufanya watu waabudu sanamu. Haya, wacha tuendelee. Mtumishi, leo tunasoma quotations nyingi sana. Sasa nafikiri leo umekula vizuri ukashiba, na nafikiri macho yako iko sawa, kwa sababu nataka tuende mbio sana. Haya, sawa. Haya, mtumishi, nataka unisomee quotation. Nisomee hebu turudie tu lesson. Anzia 37.1. Alafu some 38. Some mpaka 38. Select the message to 37.1. Anzia 37.1 alafu 38. Inasema when the camp meeting is ended, makambi inapoisha, the good which ought to have been done and which might have been done by the presentation of sacred truth is not accomplished. Kwa hivyo makambi zikifanywa, tunaona watu kupokea ujumbe katika makambi hayo. Makambi yanapoisha haikuangi imetekelezwa. Endelea. Those participating in the supposed revival, katika wale ambao wanajihusisha katika makambi hayo, endelea, receive impression which led them adrift
They cannot tell what they formerly knew regarding Bible principles. Kwa hivyo hata wakitoka kwa hiyo makambi hawezi sema ni nini kenye wameelewa katika hayo makambi. Endelea. No encouragement should be given to this kind of worship. Endelea. The same kind of influence came in after the passing of the time in 1844. The same kind of representation were made. Men became excited and were worked by a power thought to be the power of God. A history of the past to be repeated. History of the past to be repeated. I will not go into all the painful history. It is too much. Kumbe hata wakati wa Dada White nyimbo ilifika mahali ikakuwa ni changamoto, na ndio wanasema it is very painful, hata haisi tamani kuelezea. Endelea. But last January the Lord showed me that enormous theories and methods could be brought into our camp meetings. Atina? Inasema the erroneous theories. Soma vizuri mtumishi. Erroneous theories. Tunaomba mtumishi. Naam. Mungu wetu aliye juu mbinguni, tunazielekeza miguuni pako tukisema ni asante kwa kuweza kutuamsha tukiwa salama. Tunaomba tunapoanza kipindi cha leo, tunaomba Roho wako atuongoze. Tunaomba ututumie kama vyombo ili wote ambao wanapokea ujumbe huu uweze kuwa ni ujumbe wenye manufaa. Tunaomba utulinde tutakapomaliza makambi haya. Tunaomba wote ambao watasikiza ujumbe kutoka kwa makambi haya waweze kuwa wamejengeka na waweze kuwa ni watu ambao wako tayari kufanya mabadiliko. Ili tunapojiandaa kumalizia kama mara ya pili, tunapoanza kufanya kazi yako ambayo umetuita kufanya, tuweze kufanya kwa nguvu ili tuweze kuharakisha kufanya watu waweze kupokea ujumbe kwa haraka. Tutumie vyote kama vyombo, na ni kupitia Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amina. Anza tena. Tuwe sema that 7.1. That 7.1. Yanasema when the camp meeting is ended, makambi kisha, the good which ought to have been done and which might have been done by the presentation of sacred truth is not accomplished. Those participating in the supposed revival receive impression which led them adrift. And they cannot tell what they formerly knew regarding Bible principles. No encouragement should be given to this kind of worship. The same kind of influence came in after the passing of the time in 1844. So the same thing ilikuwa imefanyika after the passing of 1844. The same kind of representation were made. Men became excited and were worked by a power thought to be the power of God. Kwa hivyo watu walianza kuwa na excitement, na hiyo excitement wakaingiza kwa mambo ya Mungu, na hiyo kuingiza kwa mambo ya Mungu ndio wakaharibu utakatifu wa ibada ya Mungu. Endelea. Subtopic ambayo inasema history of the past to be repeated. Endelea. I will not go into all the painful history. It is too much. But last January the Lord showed me that erroneous theories and method will be brought into our camp meetings, and that the history of the past will be repeated. I felt greatly distressed. I was instructed to say that these demonstration demons in the form of the men are represented, working with all the ingenuity that Satan can employ to make the truth disturbing to sense people, for people. That the enemy was trying to arrange matters so that the camp meeting, which have been the means of bringing the truth of the third angel's message before the multitude, should lose their force and influence. The third angel's message is to be given in straight lines. It is to be kept free from every thread of the cheap, miserable inventions of men's theories, prepared by the fathers of lies, and distinguished as was the brilliant serpent used by Satan as a medium of deceiving our first parents. Thus Satan tries to put his stamp upon the work God would have stand for impurity. The Holy Spirit has nothing to do
with such a confusion of noise and multitude of sounds as passed before me last January. Kumbe ni multitude of sounds zenye zinaleta confusion kwa ibada ya Mungu. Na tunaambiwa the Holy Spirit has nothing to do with the multitude of noise yenye inatumika inaletwa kwa kanisa ina bring confusion. Mtumishi kusomee Mhubiri 1 soma mstari wa 9. Mhubiri 1:9. 1:9 inasema Pumzi ya Mungu inasema Mhubiri 1:9. Yaliyokuwako ndio yatakayokuwako. Yaliyotendeka ndio yatakayotendeka. Tunaambiwa it was after the passing of time in 1844. The same thing iliyofanyika leo ilikuwa imefanyika. Na tunaona the history imejirudia. Sasa kama historia imejirudia, kuna kitu ningependa tuelewe. Kwa nini shetani anaamua kuleta hizo confusions zinakuja ndani ya kanisa? Mtumishi nisomee kitabu kinaitwa SG Spiritual Gifts Volume 4 page 49. Soma paragraph 1. 4SG pages 4SG 49.1. 49.1. Inasema 4SG 49.1. Hatuna 4SG. No? Hatuna 4SG. Haifiki volume 4. 4SG. Unless I speak. Volume 4 haifiki. Acha niangalie. Spirit gifts. Haifiki volume 4. Acha nikwambie wapi. Aya, sawa. Acha niangalie. Inasema Israel beguiled by hidden music. Hiyo ndio topic. Naweza sasa niangalie. Ni sawa. Israel Aya, ukiangalia hiyo, fungua kwanza Evangelism 547.1. Evangelism 507.1. Inasema Evangelism 507.1. Cautions. I was taken into some of your singing exercise. Sasa watu wanafanya mazoezi ya nyimbo. And was meant to read the feelings that existed in the company. Na huyo atakaongozwa aweze kuona feelings za watu wanapoimba. Endelea. You being the prominent one. There were petty, jealous, envy. Watu wako na wivu ndani ya vikundi vyao vya nyimbo. Inasema envy, evil surmising, and evil speaking. The heart self is what God requires. Endelea tumishi. Inaendelea kusema the heart service is what God requires. The forms and lip service are a sound praise and a tinkling cymbal. Your singing is for display, not to praise God with the spirit and understanding. The state of the heart revives the purity of the religion of the professor of godliness. Kwa hivyo watu wengi hata kuimba kwao hawaimbi kwa sababu Roho Mtakatifu amewaongoza. Wanaimba kwa sababu ya kupenda kwao kwa mambo ya dunia. Na ndio maana hata wakiimba wanatamani wafanye
wafanye ili waweze kuonekana, wanaimba waonekane, hawaimbi kumtukuza Mungu. Hawaimbi ili kumtukuza Mungu, wanaimba ili waonekane. Na hiyo ndio kitu ambacho dada White alionyeshwa, watu wengi wako nayo ndani yao. Wakiimba hawaimbi kwa sababu Mungu amewaongoza kuimba, wanaimba kwa sababu wanataka waonekane wanaimba, na hiyo tumepigwa marufuku. Mtumishi nisomee Review and Herald November 14, 1899. Review and Herald November 14, 1899. Review and Herald November 14, 1899. Ukifika soma tu mtumishi, barikiwa. November 14, 1899 paragraph. Soma paragraph 1. Inasema, a call for help. We are God's steward, and it rests with us to say how much the Lord can trust us with. We have a sacred holy trust, just as much responsibility will be given us as we can carry in the directly and wholeheartedly. On us has shone the light of present truth, and every man, woman, and child who knows the truth is to say to be sanctified by the truth. Every spiritual gift, every talent is to be used to advance the work of God. Selfishness must not be allowed to enter. Then we shall be channel of light. The Lord has a message for His steward in Australia, in America, in Africa, and whatever they may be. He calls upon His people to make faithful returns to Him, that there may be meat in His house. He blesses those who faithfully return to Him, all that He calls for in tithes and offering. Umemaliza? Paragraph ya pili nimemaliza. Nasoma ya pili. Hiyo ya pili umesoma? Naam. Soma ya tatu. Tatu inasema, let us as steward do as Christ could do were He in our place. He did not spend money to please His fans, from the least to the greatest. We are God's steward. What are we doing with His goodness? A blessing will come to those who use their God-given means to accomplish good, instead of spending it in self-gratification. Christmas will soon be here, a season of the year when much money is spent in buying presents. Let us practice self-denial and self-sacrifice. Money is greatly needed to place our sanitarium in learning order. Let us work in integrity and earnestly, and spend in self-gratification nothing that is needed in the work of saving souls. Buy books about present truth for those who need them. It is not ministers alone who are entrusted with talents and the work of ministering. Every child of God is pledged to do his utmost by self-denying to save the pence, the shillings, and the pounds. Put your money into the Lord's treasury, that it may be invested in special lines of missionary work. We are to serve God with heart and mind and soul and strength. Every capability is to be put into activity exercise. Asante. Mtumishi. Our talents are to be used to please God. Our talents should be used to please God, not to glorify self. Not to glorify self. Asante. So tunaambiwa the talents that God has given us should be used to glorify God, but not self. Mtumishi, hebu nisomee Evangelism 5:10. Evangelism 5:10.1. Evangelism 5:10.1. EV 5:10.1. Inasema
inasema hivi, Evangelism 5:10.1 inasema music that offends God and display is not religion or sanctification. There is nothing more offensive in God's sight than a display of instrumental music when those talking parts are not consecrated. There is nothing more offensive in God's sight. So Mungu akiangalia dunia na akiangalia katika nyimbo ambazo tunaimba, tunaambiwa endelea, rudia tena hapo. Inasema there is nothing more offensive in God's sight than a display of instrumental music. Endelea. When those talking parts are not consecrated, are not making melody in their hearts to the Lord, and they offering most sweet and acceptable in God's sight. So tunaambiwa in as much as kuna instrumental music, kila mtu mwenye anasikiza wanafaa kuwa wana making melody in their a melody in their hearts to the Lord. Sasa hii melody making melody, mtumishi hebu nisomee kwanza Mambo ya Nyakati, First Chronicles chapter 5. Hebu soma verse 23. Mambo ya Nyakati 5:23 inasema, pumzi ya Mungu inasema, Mambo ya Nyakati 5:23 inasema, na wana wa Nusi kabila ya Manase walikaa katika nchi, nao wakaongezeka kutoka Bashani mpaka Balie Moni na Shemrini na milima Amoni. Imeisha, soma tuendelee. Anaendelea kusema, na hawa ndio wakuu wa mabili za baba zao, Eberi na Ishi na Edeli na Azeria na Yeremia na Hodavia na Yadieli, watu hodari wa vita, watu mashuhuri, wakuu wa mabali. Mambo ya Nyakati 1:5-23. Wa kwanza. Soma pili. Mambo ya Nyakati 5:23. Haifiki. Ile ndiko ni gani inatoka? Acha nisache. Kwa kila wimbo ambayo inaimbwa, jana tuliangalia tukaona wimbo iko na parts 3. Ya kwanza ni the message. Kuna media. Kuna presentation. Kwa hizi vitu tatu, hebu nisomee rudia present na jicho kwa. Nataka tuangalie hizi vitu tatu. Nikiangalia Mambo ya Nyakati, hiyo lazima nipate kwa sababu iko na nasema tumesema na jicho kwa. Inasema those things which have been in the past will be in the future. Satan will make music as near by the way in which it is conducted. By which it is being conducted. God calls upon his people who was the light before them in the word and in the testimonies to read and consider and to tell him. Clear and definite instruction has been given in order that all may understand. But the itching desire to originate something new results in strange doctrines and largely destroys the influence of those who would be a power for good if they had found the beginning of their confidence in the truth the Lord has given them. Hiyo quotation tukisikiza vizuri inatuambia the presentation of the music, the presentation of that music inafaa kuwa iko godly, lakini sasa leo watu wamebadilisha hii presentation of the music. Chani tafsiri Mambo ya Nyakati, hiyo lazima tuisome, ndio imenisimamisha. First Chronicles. Hebu
Hebu rudia messages to young people yenye tulisoma jana 291.1. 295.1. MYP 295.1 inasema angels are hovering around beyond our dwelling. They are assembled. There is the sound of vocal and instrumental music. Christians are gathered there. And what is that you hear? It is a song, a friendly beating, fit for the dance hall. Sasa ikisema fit for the dance hall, hiyo inaongea kuhusu the representation at the same time. Endelea ikisema behold, the pure angels gather their light close around them, and darkness enfold those in that dwelling. The angels are moving from the sun. Darkness is upon their countenance. Behold, they are wiping. These are shown repeated a number of times all through the lives of Sabbath keepers, and especially in music, as regard the hours which have been devoted to prayer. Music is the idol which may profess Sabbath keepers. Music is the idol which may profess Sabbath keepers, Sabbath keeping Christian worship. Satan has no objection to music if we can make that a channel through which to gain access to the minds of the youth. Anything which suits his purpose that will divert the mind from God and engage the time which should be devoted to his service. He works through the means which will exert the strongest influence to hold the largest numbers in pleasing infatuation, while they are paralyzed by his power. Asante. Mtumishi, nataka usomee Zaburi 68 verse 25. Hiyo ndio andiko nilikuwa natafuta. Zaburi 68 verse 25. Zaburi 68 mstari 25. Zaburi 68:25. Jana tuliangalia tukaona uko na melody, uko na harmony. Tukaangalia tukaona kuna rhythm. Na tukaona hii ndio imebeba nyimbo. Na tukaona hii iko na vocal na instrumental. Haya, soma. Zaburi 68:25. Pumzi ya Mungu inasema waimbaji hutangulia. Waimbaji hutangulia. Alafu nyuma yao wapiga vinanda. Kwa hivyo in any song that we listen to, tunaambiwa ni nini inatangulia? Waimbaji. Na ikisema wanatangulia inamaanisha nini? Haimaanishi you listen to the sound first then the beat will follow later. Hapana, inamaanisha when you listen to a song, na ukisikiza hiyo song, unaona the instrumental of the music, sauti yake iko juu kuliko sauti ya maneno. Hiyo wimbo si hautukuzi Mungu. Hiyo wimbo delete kwa simu. Na tutakuja kujua ni kwa nini. Lakini natuambia wenye wanatangulia sauti ambayo unafaa kusikiza ikiwa the main sound of that song. Inafaa kuwa ni sauti ya waimbaji. Sauti ya waimbaji. Hiyo ni the main thing yenye tunafaa kujua. Sauti inafaa kuwa iko juu. Instrumental hii inakuwa ya kufanya hiyo wimbo ikuwe na yani kuiongezea tu utamu, lakini si eti inafaa kuwa instrumental iko na sauti mingi kuliko the song. So that's how you can know a song that is wimbo yenye inamtukuza Mungu na yenye inamtukuza Mungu. Mtumishi tusomee Great Controversy 589.1. Great Controversy 589.1. GC 589.1. Inasema barikiwa. True spirituality. Satan appears as benefactor of the race, healing the diseases of the people, and professing to present a new and more exalted system of religious faith. Kwa hivyo shetani anajaribu kuleta mfumo mpya wa ibada ya Mungu. Endelea. Inaendelea ikisema but at the same time he works as a destroyer. At the same time anafanya kazi kuangamiza watu.
his temptation are leading multitudes to learn intemperance, dethrones reason, sensual indulgence, strife and bloodshed flow, Satan delights in war, for it excites the worst passions of the soul, and then sweeps into eternity its victim steeped in vice and blood. It is his object to incite the nations to war against one another. Kwa hivyo shetani ana-incite watu to war against one another. Inaendelea kusema, na by the way tutakuja kuona most of the songs zenye watu wanasikiza, songs pia zinaweza zika-incite watu wakuwe violent, zinaweza zikakufanya ukuwe violent, the songs that you listen to. Endelea mtumishi. Inaendelea kusema, for he can thus divert the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. As Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. Yes. Kwa hivyo shetani akona haja na unprepared souls, wale ambao hawajajiandaa au ndio shetani anatafuta. Endelea. He has studied the secrets of the laboratories of nature. The laboratories of nature. I studied the laboratories of nature. And he uses all his power to control the elements as far as God allows. When he was suffered to afflict Job, how quickly flocks and herds, servants, house, children were swept away, one trouble succeeding another as in a moment. It is God that shielded his creature and hedged them in from the power of the destroyer. But the Christian world has shown contempt for the law of Jehovah, and the Lord will do just what he has declared that he would. He will withdraw his blessing from the earth and remove his protection care from those who are rebelling against this law and teaching. And God will do what? He will withdraw his blessings from the earth and remove his protection care for those who are rebelling against his law and teaching. Ataondoa protection kwa wale wote ambao wanakataa mambo ya Mungu, and teaching and forcing others to do the same. Na ambao wanafundisha watu kufanya hivyo. Endelea. Satan has control of all whom God does not especially guard. Endelea. He will favor and prosper some in order to future his own designs. And he will bring trouble upon others and lead men to believe that it is God who is afflicting them. Why? End of the 3. Inasema why appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies. He will bring disease and disaster. Ataleta disease and disaster Until popular cities are reduced to land and desolation. Even now he is at work in accidents and calamities by sea and by the land, in great conflagration, in fierce tornadoes and terrible hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tillage sweeps, and earthquakes in every place and 1,000 forms. Satan is exercising his power. He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follow. He imparts to the hair a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. These visitations are to become more and more frequent and mysterious. Destruction will be upon both man and beast. The earth mourneth and fadeth away. Rudi samani sana, rudi 588.3. Ndio quotation nataka. 588.3. 588.3. Inasema the line of distinction between professing Christians and the ungodly is now hardly distinguishable. Kwa hivyo inasema saa hii laini ya watu wa Mungu katika nyimbo na watu ambao si wa Mungu
saizi haijulikani. Nyimbo ambazo zinaimbwa sasa hivi hizo, hii nyimbo ni ya Mungu, inatukuza Mungu ama itukuzi Mungu, watu wengi hawajui. Endelea. Church members love what the world loves and are ready to join with them. Endelea tutumishi. And Satan determines to unite them in one body and thus strengthen his cause by sweeping all into the ranks of spiritualism. Inasema shetani sasa anatamana kushikanisha watu wote, to unite the people. Endelea. Papists who boast of miracles as a certain sign of the true church will be readily deceived by this wonder-working power. Hata wachia hapo utumishi. So in short, nilikuwa nataka tuelewe hivi. Shetani sasa anataka kuhakikisha nyimbo za watu wa Mungu zimefanana na nyimbo za watu wa dunia. Kwa sababu shetani anajua kitu moja. Nyimbo za watu wa dunia zikiingizwa kwa kanisani, hata kama ni chembe moja ya mambo watu wa dunia ikiingizwa kanisani, hiyo wimbo itaondoa utukufu wake na watu wengi hawataenda kwa Kristo. Kwa sababu tukikosea formula tu moja ya kutengeneza nyimbo zetu zitakuwa za dunia. Haya, mtumishi nisomee Child Guidance 523.1. CG 523.1. 523.1. CG inasema the power of music. The history of the songs of the Bible is full of suggestion as to the use and benefit of music and song. Music is often perfected to serve purpose of evil. Music is often perfected to serve purposes of evil. Inasema perverted. Yeah. Perverted. Now, perverted inamaanisha nyimbo zinabadilishwa, zinaanza kuserve the purpose of evil. The evil. Yaani wimbo inaweza kuwa ni mzuri, ni sawa, lakini sasa inabadilishwa, inakuwa perverted, inabadilishwa. So haimaanishi hata kama umekaa chini ukaandika wimbo ambao imejaa unabii ndani, ukiweka beats, ukosea beats kidogo, kwa beats zenyewe hazimtukuzi Mungu, inamaanisha hiyo wimbo kwa kumtukuza Mungu haitamtukuza Mungu, kwa sababu umekosea the formula. Endelea mtumishi. Inaendelea kusema and it thus becomes one of the most alluring agencies of temptation. Kumbe wimbo inakuwa at the most alluring inakuwa ni kitu ambayo inafanya watu wanaingia kwa majaribu. But rightly employed, it is a precious gift of God. Na kama kuna kitu tunafaa tuelewe, kama tunaambiwa nyimbo zinazozikaalua people to temptation, inamaanisha nyimbo zimefanya watu wengi wataenda jehanamu. Nyimbo peke yake, kama nyimbo zinazozikaalua people waingie kwa temptation. Endelea mtumishi. Inaendelea kusema but rightly employed, it is a precious gift of God, designed to uplift the thoughts to high and noble things, to inspire and elevate the soul. Asante. Naomba nisome kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 17. Waefeso 5 mstari wake ni wa 17. Waefeso 5:17. Anzia mstari wa 17. Tumeona nyimbo zinazozikaalua people, na kitu kitafanya zialue people to temptation ni kwa sababu zimefanya nini? Zimekuwa perverted. Endelea mtumishi. Waefeso 5:17. Pumzi ya Mungu inasema kwa sababu hii msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Ati kwa sababu hiyo msiwe wajinga. Kwa nini? Bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tunafaa tufahamu ni nini iliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mchazwe Roho, mkisemezana kwa saburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Niulize swali. Katika kitabu cha Ufunuo 17, mwanamke ameshika kikombe, na hicho kikombe kimejaa nini? Kimejaa nini? Mvinyo. Swali ni moja. Kama hicho kikombe kimejaa mvinyo, na hapa tunaambiwa tusilewe, kurudia
hiyo andiko mstari wa 18. Inasema tena msilewe kwa mvinyo. Tusilewe kwa mvinyo ambao una ufisadi, bali mchazwe Roho. Hapo tumeonywa tusilewe kwa mvinyo. Na mvinyo tunaiona katika Ufunuo 17. Na Ufunuo 17, tunajua Ufunuo 17 ni kanisa gani? Kanisa la Kiroma. Endelea mtumishi na 19 nasema mkisemezana kwa saburi. Kuna nyimbo ambazo zimetajwa hapo. Kuna nyimbo ya kwanza inaitwa Zaburi, Psalms, saburi, tenzi. Usoma nyimbo za Roho. Sema na English na samahani mtumishi. Kuna Psalms in English inasema Waefeso 5:17 inasema in English, wherever be you not unwise, 19 speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Tunaambiwa if you want to sing, tunafaa kusing psalms, hymns na sacred songs. Sasa sacred songs, si tunajua sacred songs ni gani? Kama hatujui. Tunajua? Kuna mtu amesema hajui. Sacred songs ni nyimbo ambazo zimetungwa na zikaimbwa kupitia kwa formula ambayo Biblia imetupatia. Those are sacred songs. Nyimbo ambazo ni sisi tumetunga, hizo zinaitwa sacred songs. Hizi hymns tunajua ni nyimbo ambazo ziliimbwa na pioneers. Psalms ni nyimbo gani? Ni nyimbo gani zinaitwa Psalms? Tunajua Psalms ni nyimbo. Kwa mfano, the book of Psalms imeandikwa in a poetic way. So Psalms, in other words, tunaweza tumia poet, tunaweza sema ni poetry. Sijui kama tumeelewa hapa. So hizi ni poetry. Haya, so tunaambiwa tunafaa hebu rudia mstari wa 19 mtumishi. 19 inasema speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Asante. Kumbe hizi tunafaa kuziimba tukimake melody in our hearts. So tukiziimba hizo inamaanisha they will create melodies that are going to be zitatusaidia katika nafsi zetu. Mtumishi, nataka urudie Evangelism 5:10.1. Evangelism anzia 5:10.1. EV 5:10.1. Inasema music that offends God. A music that offends God. Displays not religion or not sanctification. There is nothing more offensive in God's sight than a display of instrumental music when those talking parts are not consecrated, are not making melody in their hearts to the Lord. So tunaambiwa tukiimba na tukiwa katika kuimba kwetu, we are not making melodies in our hearts. Endelea. The offered most sweet and acceptable in God's sight is a heart made humble by self-denial, by lifting the cross and following Jesus. Endelea. We have no time now to spend in speaking those things that only please the sense. Close heart searching is needed. With fierce and heartbroken confession, we need to draw near to God that He may draw near to us. God glorified. Nasema God is glorified by song of praise from God a pure heart. By songs made from a pure heart. Endelea kusema filled with love and devotion to Him. Filled with love and devotion to Him. Naam. Endelea. Misha. Unafikiri? Hadi unafikiri. Misha yote. Asante.
Aya, nataka unisomee Mathayo 6 mstari wa 7. Kuna quotation tulikuwa tumesoma, kama kuna mwenye anakumbuka. Tunaambiwa music is an act of worship as is music is an act of worship as is. Nimesikia mtu amesema hapa as is prayer. Kwa hivyo music is an act of worship as is prayer. Tumishe kusoma hiyo Mathayo 6:7. Mathayo 6:7 inasema, pumzi ya Mungu inasema, barikiwa nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa hawatasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao. Sasa msikize hapo kwa makini. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anayajua mnayohitaji kabla nyinyi hamjamwomba. Basi nyinyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Hebu soma Kizungu samahani. Soma Kizungu. Mathayo 6:7. Mathayo 6 mstari wake wa 7. Inasema Mathayo 6:7. Mathayo 6 mstari wake wa 7. Inasema, but when you pray, use not vain repetitions. Not vain repetitions. Use not vain repetitions. Tunaambiwa wakati tunaomba tusitumie vain repetition. Sasa swali ni moja. Tunaambiwa tusitumie vain repetition. Lakini leo ukisikia nyimbo, kuna nyimbo ambazo ziko na mfano kwa makanisa mengi ya Jumapili wanaimba, kuna nyimbo ambazo wanaimba wanasema zinaitwa sijui nyimbo wanasema ni praise songs. Nyimbo wanarudia nyimbo mara kama 20. Si tumeona nyimbo kama hizo? Na najua kuna nyimbo kama hizo. Kwa nini tunakataza nyimbo kama hizo? The more you sing these songs, inasemekana when you sing a song 4 times. Ukiimba mara ya 4, mara ya 5 the brain shuts down. Yaani ukiimba mara ya 4, mara ya 5 the brain shuts down. Na tutakuja kuona difference za the brain shuts down. Usomee Testimonies volume 90. Testimonies volume 90 143.1. 90 143 anzia .1. 90. Tumeambiwa tusitumie vain repetition. Kwa hivyo kwa repetition hatufai kuweka repetition kwa nyimbo, kwa sababu the more we go na repetition it affects our brains negatively. So mtumishi Testimonies of the Church for 143.1 inasema, who gave his life to save men and women from idolatry and self-indulgence, left an example to be followed by all who take up the work of presenting the gospel to others. God's servants in this age have been given most solemn truths to proclaim, and their actions and the methods and the plans must correspond to the importance of their message. Tunaambiwa everything that you do inafaa kuwa correspond na nini? The message. Endelea. If you are presenting the word in Christ's way, if you are presenting the word in Christ's way, your audience will be deeply impressed with the truths you teach. The conviction will come to them that this is the word of the living God. Doctrine inasema, carry forward your work in humility. Never rise above the simplicity of the gospel of Christ, not in the art of discipline, but in lifting up Christ, the sin pardoning Redeemer. Will you find success in winning souls as you work for God in humility and the lowliness of heart? He will manifest himself to you by the use of charts, symbols, and the representations of various kinds
The minister can make the truth stand out clearly and distinctly. This is a help. Asante. Tulia kwanza. Tunaendelea. Tulia kwanza. Niwaulize swali. Ni nini inaweza kuwa imefanya nyimbo za shetani zikakuwa na more effect to people than nyimbo ambazo zinaitwa nyimbo za kimbingu? What has made that happen? Acheni niwapatie siri. Nyimbo mingi za dunia zikiimbwa, they don't put words plainly. They use symbolic language so that symbolic language you have to think and come up with an idea of what they mean. Sijui kama mnanielewa. Just an example. Ni venye tu tuko kwa mitandao. Kuna wimbo moja niliwachezesha na mtanielewa ninajaribu kusema nini. Kuna wimbo moja ambayo imeimbwa, it's a Christian song. Imeimbwa na Rose Muhando. Inaitwa Simba. When you listen to that song, mtu akisikiza wimbo anaweza fikiria wimbo imetungwa ikiwa na aim ya kufanya watu wamuelewe Kristo kama Simba. Lakini when you just follow the message, the words when you discover, will come to understand. Anajaribu kusema yeye amerudi kama Simba na amekuja kuwinda. Na amekuja kuwinda watu na jioni anarudi na mazao. Now, what is my point? My point here is most of the songs za watu wa dunia wanatengeneza with a symbolic language such that ikiingia kwa akili yako you have to think about the words that amesema. Then ukijaribu kuifunua kwa mawazo yako, hivyo ndio mawazo yako inachafuka. Hivyo ndio shetani anafanya. Na ndio maana kuna hivyo ambayo hata watu wengi nilikuwa nasikia wakiimba kwa mitaa na ilinishangaza sana. Mungu walikuwa wanaimba sukari kila mahali, sukari. Lakini when you think what that song is saying to say, utakuja kuelewa kumbe shetani ako busy. Lakini watu wa Mungu hawako busy. Sisi tumekaa tunangojea shetani afanye mambo yake. When you try to listen to the songs zenye zimeandikwa na watu wa dunia wanatoa nyimbo ambazo ukizisikiza they will have to make your brain to function. Itaanza kufanya ufikirie na wanasema nini. Na ukifikiria inachafua mawazo yako. I hope nimeeleweka mpaka hapo. So we should try and write songs that are going to purify the minds of the people. Kwa sababu shetani are interested in the minds of the people. I think tumeelewana mpaka hapo. Endelea kuishi. Inasema by the use of charts, symbols and representations of various kinds, the minister can make the truth stand out clearly and distinctly. This is a help and in harmony with the word of God. But when the worker makes his labor so expensive that others are unable to secure from the treasures sufficient means to support them in the field, he is not working in harmony with God's plan. The work in the large cities is to be done after Christ's order, not under the order of theoretical performances. It is not a theoretical performance that glorifies God, but the presentation of the truth. But the presentation of the truth in the love of Christ. Do not divert the truth of its dignity and impressiveness by preliminaries that are more after the order of the world than after the order of heaven. Let your hearers understand that we hold the meetings not to charm their senses. Not to charm their senses with music. But not to charm their senses with music. Kumbe music inaweza ikakuwa nini? Kwa hivyo music inaweza ikakuwa uchawi. Sasa swali ni moja. Nani hapa amejiroga na nyimbo? Wenda mtanielewa. Endelea mtumishi. Inaendelea kusema not to charm their senses with the music and other things, but to preach the truth in all its solemnity, that it may come to them as a warning, arousing them from their death-like sleep of self-indulgence. Their death-like sleep of self-indulgence,
Sleep of self-indulgence. It is the naked truth that like a sharp two-edged sword cuts both ways. Endelea. It is this that will arouse those who are dead in trespasses and sins. He who gave his life to save men and women from idolatry and self-indulgence left an example to be followed by all who take up the work of presenting the gospel to others. God's servants in this age, have been given more solid truths to proclaim, and their actions and methods and plans must correspond with the importance of the message. Must correspond with the importance and the importance of their message. If you are representing the world in Christ's way, your audience will be deeply impressed with the truth you teach. So tukitoa kama tunatumia all the procedures zenye Mungu ametupatia za writing our music always itakuwa inamtukuza Mungu, na watu wakisikia huo wimbo watasikia wimbo in a different perspective, kwa sababu tunaandikiwa we are supposed to be peculiar people, lakini for some people they don't understand the meaning of being peculiar. Jana nikauliza swali, tukisikiza wimbo hapa, what will make us understand that hii wimbo ni ya Catholic na sio ya SDA? Yaani nini itafanya tujue hii wimbo hii ni ya Wakikuyu na si ya Wakamba na si ya Wameru? What will make us understand? Ni kwa sababu they are using a formula that they have come up with. Now according to the Bible, Mungu amepeana formula ya kuandika na kutoa nyimbo za watu wa Mungu. So we should follow the formula given to us of writing and na kutoa nyimbo ambazo ni za watu wa Mungu. Malizia tumishi donation. Umefika what? 153.1. Endelea. Umeisha. Asante. Ifungulie Child Guidance 540.1. Child Guidance 540. Child Guidance CG 540.1. CG 540.1. Inasema men have no true appreciation of the sacredness of eternal things. Nearly all need to be taught how to conduct themselves in the house of God. Parents should not only teach but command their children to enter the sanctuary with sobriety and reverence. From the sacredness which was attached to the earthly sanctuary, Christians may learn how they should regard the place where the Lord meets with his people. Tunaambiwa tukirudi kwa sanctuary, we will understand how we should do and conduct our services. Kwa sababu if you want to understand what we should do in church, tunafaa turudi kwa hekalu. Ni nini ilikuwa inafanyika kwa hekalu? Kwa sababu hekalu ilikuwa ni takatifu. Na mahali ambapo tunakutanika ni mahali ambapo ni patakatifu. So our songs zinafaa kuwa hizo nyimbo zetu zenye tunaimba zinafaa kuwa tukirudishwa back in time wakati wa hekalu. Inafaa kuwa hiyo hiyo inazipresentiwa kwa hekalu. Yeah, at that time. Malizia mtumishi. There has been a great change, not for the better, but for the worse. Kumbe kumekuwa na change ya kukua worse. Endelea. In the habits and the customs of the people in regards to religious worship. Kwa hivyo customs zimebadilika za religious worship. Endelea. The precious, the sacred things which connect us with God are first losing their hold upon our minds. They are first losing hold upon our minds, and the hearts are being brought down to the level of common things. The reference with the people in the ancient for the sanctuary, where they meet with God in sacred service, has largely passed away. Nevertheless, God himself gave the order of his service, exalting it high above. Above everything of our temporal nature. The house of God is often discredited and the Sabbath violated by Sabbath believers' children. Kumbe watu ambao wana violate the Sabbath
Ni akina nani? Servant believers. Endelea. In some cases, they are even allowed to run about the house, play, talk, and manifest their evil tempers in every meetings, where the saints should worship God in the beauty of holiness. Kwa hivyo other things zimeingizwa kwa kanisa, hata holiness ya kanisa ya Mungu imeondolewa. Endelea. And the play that should be holy, and where holiness stillness should reign, and where there should be a perfect order, neatness. Kwa hivyo mahali Mungu aliweka order, wamebadilisha wakatoa hiyo order. Endelea. Neatness wameondoa, and humility wameondoa humility is meant to be a perfect Babylon. Ati imekuwa a perfect Babylon confusion. Perfect Babylon. Hata sasa wameshika Babeli yenyewe. Wamekuwa perfect Babylon kwa sababu ya confusion ambao wameingiza huko ndani. Endelea. This is enough to bring God's pleasure and shut His presence from our assemblies. Ati it is enough. This is enough to bring God His displeasure and shut His presence from our assemblies. Meisha? Naam. Asante. Sasa ningependa kuuliza swali. Kwa nyimbo ambazo tunaona ambazo ninaziita sacred songs, nyimbo ambazo zimetungwa na waimbaji wa leo, tukiangalia hizo nyimbo, siku hizi nyimbo zinatolewa na video, si ni sawa? Zinatolewa na video, na kwa video tunajua video siku hizi most of them wanataka kuhakikisha wame explain, wame illustrate. Wacha nitumie jina illustrate. Wame illustrate nini wanajaribu kusema. Mtumishi, hebu nisomee kwanza, usomee Zaburi 101 verse 3. Psalms 101 verse 3. Zaburi 101 verse 3. Tunasema katika Psalms 101 verse 3. Inasema, sitaweka mbele ya macho yangu neno la uovu, kazi yao waliopotoka na ichukia haitambatana nami. Tunaambiwa hatufai kuweka mbele ya macho yetu neno la uovu, neno lolote la uovu. Na leo kwa mfano, kuna nyimbo ambazo nimeona wanaimba wakiongea kwa mfano kuhusu ukweli wa pombe mfano. Alafu unaona watu wana display, mtu amekaa kwa kiti ana pombe hapo juu ya meza. Na tunaambiwa hatufai kuweka mbele ya macho yetu mambo yaliyo maovu. Na tutakuja kuangalia Biblia. Kama kuna kitu ambacho imefanya ndoa mingi zikavunjika. Kama kuna kitu ambacho imefanya ndoa mingi zikavunjika, ni vipindi ambazo zinakuja kwa radio na kwa TV ambazo zinaongelea watu kuachana na vitu kama hizo. Tutakuja kuangalia hiyo. Mtumishi, usomee Mathayo 6:22. Mathayo chapter 6 verse 22. Mathayo chapter 6 verse 22. Chapter 6 verse number 22. Verse 22. Kwanza niwaulize, do you know the reason why tunaambiwa hatufai kuweka mbele ya macho yetu chochote kilicho kiovu? Wacha niwaonyeshe kitu. Pengine mtawahi jua hiyo. Ndio video ikuwe video. Sasa hizi tunaenda live hapa. Ndio ikuje kuwa video. Video inatengenezwa ndio ikuwe video hivyo. What happens? Ndio chukue na hiyo video ambayo ni matukio yenye kunaendelea. What happens? Kuna mwenye anaweza kuwa anajua. Ndio video ikuwe video. Hii simu kazi yake ni kufanya nini? Ndio uchukue na video kwa hiyo simu. Ndio nionekane hapo ni nini kinafanyika. Mwenye anaweza kuwa anajua mkono juu. Hatujui. Ina record. Sasa hiyo recording inafanyika aje? My point is, hiyo video ndio ifike kuwa video. Ni nini hii simu inafanya na hiyo video ikuwe video? Inachukua? Asante. Nafikiri hiyo hata tutakuja kusoma tukiangalia kuhusu media. Ndio hii video ikuje kuwa video, ni picha zimefuatana.
Naweza nikachora line mbili hivyo. Nani amewahi kuona zile negative za kitambo? Watu wa kitambo ndio watanielewa. Nani ashaona negative? Acha niulize tu hivi. Haya. Kwani hapa ni kwa majenzi? Hatari sana. Millennials ndio walizaliwa wanasema nini? Negative ukiangalia ilikuwa na lines hivi. Alafu ilikuwa na tuwatu huku kando. Si mnakumbuka? Sasa tutasaidiaje wenye hawajui negative ni nini? Ama tuwaambie aje? So hiyo negative ilikuwa ni kama leo ukienda kupigwa picha kwa studio, ni picha zinawekwa kwa karatasi. Sasa at that time haikuwa hivyo. Picha ilikuwa ukipiga picha lazima ungojee siku 7. Si kama leo ukienda unapigwa picha sasa hivi na unatoka nayo. Hiyo wakati picha ilikuwa inapigwa na mtu walikuwa watu wa baiskeli na walikuwa wanajulikana. Walikuwa wanatembea na baiskeli na kamera. Ukipigwa picha unangojea siku 7. Kama ulipigwa ikachomeka utapigwa tena, ni ungojea siku zingine 7. Itengenezwe. Ikichomeka mara ya pili unangojea siku, unapigwa tena, unangojea siku zingine 7. Hivyo ndio ilikuwa. So picha ndio ilikuwa video, ni picha mingi zimejipanga. Kwa mfano, nikiwa nimesimama hivi, video inakuwa na kitu inaitwa RPM, plates per minute. Ama nitaita najaribu kuweka kwa lugha yenye mtanielewa. Kwa mfano, kwa sekunde moja, acha niseme kwa dakika moja, inaweza kuwa inapiga picha, tuseme kwa mfano kuna 720, kuna 1080, kuna ni 642 I think, kitu kama hiyo. So per minute kuna picha ambazo zinashikanishwa, na ndio maana ukiona video yote ambayo iko na mchele inamaanisha ziko kidogo, hizo picha ni kidogo. Na ukiona yenye iko perfect, hizo picha ziko mingi. Nafikiri mmenielewa mpaka hapo. Haya. Sasa tukiambiwa tusiweke neno lolote ambalo lina uovu. This is what happens. Anything inaingia kwa akili yako, kama iko na any sound yenye inapita, nafikiri daktari hapo nafikiri anaweza kuzungumzia kuhusu dopamine. Dopamine. Hiyo dopamine will affect our brains either positively ama negatively. How? Wakati unasikiza wimbo, the beats of the song that you listen to zinaweka your mind into a certain state, kwa sababu kuna different states za your mind. Juzi nikawaambia akili yako iko na kichungi, na kwa hiyo kichungi ndio inachunga kenye unasikiza, either ukubali ama ukatae. Lakini wakati hiyo the video that you are watching, kama the music yenye iko hapo imeweka your mind into an alpha mode, inamaanisha you don't have, hauna nguvu ya kuweza kukataa kile kinaingia ndani ya akili. That's the reason why kitu mbaya imeshaifanyika kwa maisha yako mpaka leo hujawahi sahau, kwa sababu dopamine ilikuwa released. So hiyo dopamine ndio ilikuja ikakufanya mpaka wa leo unakumbuka kenye kimefanyika. Na nafikiri tutakuja kuelezea kwa undani, acha nisingie huko. Umesema dakika ngapi? Asante. Sasa that's why unaona hiyo dopamine, nikamwambia kuna akili inatoanga waves, either beta ama alpha. Na pia kuna zingine tu, lakini hizo ndio the main. Haya. Tukijua video inafanyika hivyo, there's something we want to ask ourselves. Kama video inaweza ingia ndani ya mawazo yako na isiwahi toka, what happens? Kwa sababu the state that your mind is in, kwa akili yako iko na different parts, lakini let me focus na this front part in your brain, inaitwa prefrontal cortex. Prefrontal cortex hiyo ndio ina deal na thinking na reasoning. Thinking na reasoning. Sasa tuulize
ilikuwa imetuambia frivolous deity, songs ambazo zinatambiwa kama frivolous deity, tukizisikiza our brains cannot be trusted to make decisions. Sasa inamaanisha a good example ni hizo beats za Pathfinder. Ukisikiza hizo beats sana, your brain can never function in the correct way at that time wakati unasikiza hiyo wimbo, kwa sababu your brain ina shift. Na ikisha shift, anything that goes into your brain hauwezi kuavoid. Na ndio maana watu wengi wanaenda kwa bar, it is easier for them to get into prostitution. It is easier for them kwa sababu the environment that they are in hakukosani nyimbo ambazo ni nyimbo ambazo zina affect the prefrontal cortex. Na zikiaffect the prefrontal cortex, the reasoning that they are going to have hawataweza kuavoid anything that they think of that is negative. They will hawatakuwa na hiyo nguvu ya kukataa. I think tumeelewa mpaka hapo. That is all about the prefrontal cortex. Na wacha tusome kitu kidogo kuhusu kile tutasoma kesho, kwa sababu kesho tuko na mambo mengi sana. Kwa sababu najua watu wengi leo wameingia kwa mingi. Mtumishi nisomee 2 Corinthians, soma English. 2 Corinthians. Soma chapter 2 verse 11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Inasema, lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Na tukaangalia tukaona shetani amehakikisha devices zimekuwa mingi. Na jana tukaona music imefanywa na shetani kuwa one of the devices. Na haijakuwa device tu. Alifanya hiyo device, hiyo music ameifanya iwe ni kama chanzo cha watu wengi kupotea in terms of, acha nifungue hapa kidogo. Haya, tukiangalia tunaona kuna spiritual songs. Na the spiritual songs zenye tumeangalia, mtumishi Mungu kwanza nisomee Wafilipi 4:8. Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse number 8. Chapter 4 verses number 8. Philippians. Philippians chapter 4. Inasema hatimaye Wafilipi 4 English. English. Amani sana. Inasema finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Asante. Tunaambiwa to think on things. Hapo ndo ningependa tupige kambi kidogo. Tumeambiwa to think of these things. Now, when you listen to most of the songs there, na just an example, wimbo iko na beats ambazo hazimtukuzi Mungu, but the visuals zinakudirect kwa maybe something like, wacha nitumie the common one, zinakudirect kwa vitu kama pombe na vitu kama hizo. Tunajua SOP inasema by beholding Come change from glory to glory. Now the problem is not kuona hiyo mara moja. The problem is, kwa mfano, ndio leo wanawake wafike kuvaa miniskirt na nguo ambazo zimewabana. What happened? Shetani aliwaletea miniskirt akaanza kuwauzia. Shetani alifanya hivyo. Shetani alifanya aje? Shetani kwanza alianza kuwaonyesha wanawake wakiwa wanavaa nguo fupi. Walianza kuona. Wakaona, wakazoea. Kuzoea kwa mawazo yao ikakuwa ni normal, ikakuwa ni kawaida kwa mawazo. Baada ya kuwa kwa mawazo, wakati wameipata kwa duka, bado hawataki kununua, lakini akiona jirani yake amevaa na ameanza kupendeza, akaona haya, kumbe hata mimi naweza vaa. Ndio wakaanza kwenda kwa maduka kununua miniskirt. Hivyo ndio shetani alifanya.
Sasa shetani rafiki kuharibu mawazo yetu kupitia kwa nyimbo. Si ni hakuanza kutoa wimbo ya kwanza tu ikiwa mbaya, hapana. Nyimbo zilianza kubadilishwa polepole tu. It has been progressive. Na that progressiveness ndio imefanya watu wengi hata hawajarealize. Watu wameshtukia, na by the way, leo tutaka nyimbo nzuri tutatoa wapi? Na by the way, shetani ni mjanja. Nyimbo za Wasabato unaweza jua ni za Wasabato, lakini the problem is there's only one problem. The problem is hizo nyimbo za Wasabato kuna components ambazo ziko ndani ambazo zinafanya hiyo nyimbo inakosa kumtukuza Mungu. Jana nikaita aje usahau, naitwa nitakumbuka tu. Sasa hizo nyimbo the beats zenye zimewekwa hapo, beats zenyewe ndio ziko na shida. The problem is not the message. Shetani anajua kwa vitu tatu zenye nilikuwa nimeweka hapa. Nilikuwa nimesema kuna message, kuna media na kuna presentation. Kwa hiyo vitu tatu shetani anajua akichapa na moja atakuwa amekamata mawazo yako. Na tukiangalia shetani hana haja na wewe, akona haja na vitu ngapi? Vitu mbili. Kitu ya kwanza ni mawazo yako, na kitu ya pili ni moyo wako. Those are the two things shetani anatamani. Na the only way anajua anaweza kukukamata ni by changing one of these. Akichange the message of the song, abakisha hizo mbili, bado atakuwa amekukamata. Na akibadilisha hii media, bado atakuwa amekukamata. Akichange the presentation, bado anajua atakuwa amekukamata. Umefika, hatujasoma Mathayo 6:22. Mathayo 6:22. Matthew chapter 6 verse 22. Inasema taa ya mwili jicho. Tunaambiwa taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Na by the way, kesho hapo ndo tutaanzia, kwa sababu most of the people saa hizi wako kwa social media, na shetani anajua kitu moja. Kama kuna kitu ambacho itafanya vijana wengi wataenda jehanamu ni social media, and this is the reason. Na mimi naweza nikawaadvise hivi, mtumishi alikuwa anaongea kuhusu pornography juzi, na the only way kama wewe addicted na pornography, the only way unaweza kuachana na hiyo pornography ni kitu ya kwanza, jifanyie kitu inaitwa isolation. Isolate hizo vitu kwanza, uachane nazo completely, kwa sababu kama Facebook, okay, kuna kitu inaitwa search engine. Hiyo ni kwa social media, hiyo tutaangalia kesho. Kila social media iko na search engine yake, na search engine ya hizi social media platforms zenye tunajua zote zimetengenezwa na the same people wenye wamekama na gambling. Hizo vitu za gambling, wao ndio wamepewa hiyo kazi ya kutengeneza search engine, because they understand how to manipulate you na venye wanakukamata. Sijui kama tumeelewana mpaka hapo. Now this is the point. Hii search engine, wacha niwaelezee mwenyewe search engine. Muelewe kwanza search engine ni nini. Wakati unafungua YouTube mpya, what happens? Ni nini wewe inaapia hapo kwa the first page? Mwenye ambaye fungua, ni nini wewe inaapia hapo kwa the first page? Kuna mwenye ambaye habari? Hebu kaenda mjaribu uone ni nini itaapia hapo. There is no, hautaletewa kitu yoyote yenye unaweza ukaona. Hautaletewa kitu. When ukifungua YouTube mpya, using a new email, hakuna kitu itaapia hapo. Because what they do, they want to understand you, ni wajue ni nini watakuletea. I think umenielewa. So, kama wewe unapenda sexual things, acha niseme sensual. Acha nitumie sensual in a at least. Sensual.
Kama unapenda vitu zenye ziko hivyo, hizo ndio vitu utaletewa. So that means hata ukijaribu kuachana na pornography, bado utazipata tu hapo. Because the search engine inakujua wewe. Na that's the reason why kwa TikTok yako, wenye wana TikTok, ukiscroll vitu zenye unaona sana, ndio zenye zinaleta kwa zingine. Sio kama mmenotice. Ukiscroll, ukiendelea kuswipe, wenye wanaona umeona sana, ndio wanakuletea tena. Ukiona hiyo sana wanakuletea tena. So, ukizoea kuona vitu zenye ni chafu, watajua huyu mtu anapenda vitu zenye ni chafu. So that what am I trying to say? If you want to change, lazima kwanza make sure umejiisolate kwa social media for good for some time. Ukifanya hivyo itakusaidia, lakini without doing that, the search engine is waiting for you. Na hapa mashitani yako wanangojea. Na atakukamata tu. Atakukamata. 1 Peter 5:8 andiko la mwisho. Lakini nafikiri imeeleweka. So with this search engine tutakuja kuangalia hizo vitu kesho. Ndio tujue matilizi zitakamata watu aje. Soma mtumishi. Nasema 1 Peter chapter 5 verse 8. Inasema muwe na kiasi na kukesha. Kwa nini? Kwa kuwa mstaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye, zunguka tafuta mtu ameze. Na anatafuta watu wameze. Kama hivi, unajua shetani ni mjanja kwa sababu kama leo mtu mwenye kwa WhatsApp na kwa Facebook anajua it's just the same company. So sasa hivi anajua hata message zako zenye unatype hapa. So anajua huyu, by the way, do you know that hiyo hata ni ile kiboro hizo ni za kesho. So in short, what am I trying to say? Najaribu kusema social media inajaribu kuweka kwa kikapu moja, na kesho tutaona SOP ilikuwa inajua hizo vitu zitakuja. Ilikuwa inajua watu watakamatwa na mweko mahali pamoja. Na hapo penye mtawekwa, mtakuwa mnaletewa tu vitu hapo. Kwa sababu wanataka kitu ya kwanza, they want to make sure your godliness is gone. Wanataka kuwipe your godliness in your mind. Kama umenielewa, naomba tupige magoti tuombe. Mungu wetu aliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa umekuwa nasi. Tumejifundisha fundisho fupi ambao umeweza kukusudia tuweze kujifundisha. Tunapoendelea na vipindi vingine, tunaomba Roho wako azidi kutusaidia ili tuweze kuelewa yote ambayo tutaweza kufundishwa na walimu wengine. Tunaomba uweze kuwatumia katika chombo kama chombo, na jina lako litazidi kutukuzwa. Tusamehe mahali ambapo tunaenda kinyume na mapenzi yako, na uzidi kutuandaa ili tuweze kujiandaa kwa ukamilifu tunapokusubiria uweze kututia. Tunapoendelea na vipindi, tunaomba Roho wako azidi kutuongoza, na ni kupitia Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Asante, tunashukuru kwa fundisho. Natumai tunazidi kujifundisha mambo yaliyo makuu. Kwa sababu ya muda